na siku zinaenda Mgaya. Ndio. Lakini mimi sio tatizo. Shida ni kwamba niko tayari kabisa kumtoa kafara mtoto, ila mke wangu amekuwa ni mtu wa kunizuia mbele, kila siku anazuia viunzi. Mkuu, mimi nashindwa hata kuelewa kitu gani nifanye ili niweze kulifanya hili jambo kwa haraka. Kikubwa ni kwamba mimi nahitaji msaada wako ili niweze kutoka kwenye hichi kikombe mkuu. Nenda kaongee vizuri na mke wako, mueleze, na akishindwa kukuelewa sisi tutalishinikiza hili swala. Have a good day. Nyumba kubwa, ndoto za dhahabu, lakini ndani kuna baridi ya kaburi. Wanacheka nje, ndani machozi ya damu. Yaani matajiri wote wangekuwa kama wewe, hakuna mtu ambaye angelala njaa hapa mtaani. Nakushukuru sana, yaani sina cha kusema baba yangu. Mungu akubariki sana, una roho nzuri ya kipekee. Yaani sina hata cha kukulipa baba yangu. Asante sana jirani. Wala usiwe na wasiwasi jirani, na kama kuna shida ya aina yoyote ambayo itakayoweza kujitokeza, wala usisite kuniambia. Asante sana baba yangu, yaani wewe ni mfano wa kuigwa kabisa. Mungu akubariki, azidi kukuweka baba yangu, na roho nzuri ya kipekee sijawahi kuona. Mungu akubariki mno mno. Iwe ni chakula, iwe ni nauli ya mtoto shule, iwe ni madaftari, usisite kuniambia, sawa? Ankoraji, vipi, unaendeleaje na masomo? Yanaenda vizuri. Na umeshika namba ngapi sasa hivi shuleni? Nimekuwa mtu wa 5. Ash! Safi sana. Soma sana ili uweze kumsaidia mom, sawa? Sawa. Mabuga, wapatie iko kiasi kidogo kilichobaki. Asante baba yangu, asante sana. Asante. Mungu akubariki baba, asante. Kwelini? Haya. Kweli anko. Big Boss, thamani iko wapi? Big Boss, maisha yamekuwa shughuli. Kwa pesa, kwa nguvu, wanapoteza nafsi zao. Big Boss, nani atabaki mwishoni? Big Boss, nani atabaki mwishoni? Tajiri Matula, thamani sana kakaangu. Najua nimekuchelewesha vya kutosha, lakini kama unavyoelewa sisi wali ya chini tunatumia usafiri wetu madaladala tu. Kwa kuna vifoleni vya hapa na pale. Ndio maana nimechelewa. Naomba unisamehe, thamani sana kaka. Usijali. Lakini pia nilikuwa naomba uniwe radhi kwa ile siku ambayo nilikukalisha pale ufukweni bila kutokea. Usijali kaka. Ndo washaka. Sababu mimi najua mlojipata nyinyi mnakuwa mna mambo mengi. Hasa kama wewe Tajiri Matula. Ni kweli. Lakini nimekuita hapa nitamani kujua kuwa msimamo wako uko vile vile au umebadilisha. Nawezaje kubadili msimamo ambao unanipelekea mimi kuwa tajiri? Kiukweli hata kama ingekuwa ni ndoto, eti nimelala nikaota kuwa nimebadilisha maamuzi ya kuwa tajiri. Baada ya kuamka, serious ningeikemea vikali sana hiyo ndoto. Tajiri Matula, mimi siwezi kubadilisha maamuzi ya kuwa tajiri na kutafuta wewe kila kukicha kwa sababu nataka pesa. Mimi uchoka umaskini kaka. Nadhalilika mimi. Serious nakwambia ndugu yangu. Okay. Nimependa hii. Na vipi kama utagundua kuwa ili uweze kuwa tajiri mwili wako unatakiwa ukae kwenye kaburi na nafsi yako iweze kubaki duniani? Sijakuelewa Tajiri Matula. Yaani hapo maana yako ni nini hapo? Maana yangu ni hii. Ngoja nikupe story fupi tu ambayo itakupa mwanga na kunielewa nini namaanisha. Hapo zamani kulikuwa na mfalme. Huyo mfalme alikuwa na mali nyingi sana. Siku moja aliweza kuwatangazia watu wake kuwa anataka kugawa nusu ya mali zake, lakini kwa masharti. Na hayo masharti yalikuwa magumu sana. Na miongoni mwa hayo masharti ni kutoa vitu ambavyo wanavyopenda au watu wanaowapenda.
na kwa wale ambao walikuwa hawana watu ambao wanawapenda walitoa utu wao kama kafara, na waligawanyika makundi mawili. Kuna watu ambao walikubali hayo masharti na kuna watu waliyakataa hayo masharti. Hawa ambao walikubali waliishi maisha mazuri sana, lakini hawa ambao walikataa waliishi maisha magumu lakini yenye amani. Sasa kama ungekuwa wewe ungechagua upande gani? Kaka Matula, mbona jibu liko wazi sana eh? Yaani mtu huwezi ukawa na pesa alafu kakosa amani. Ni kitu cha uongo sana, kwa sababu unaweza kuwa na mwanamke mzuri sana ukampenda naye akakupenda pia, yaani kiufupi mkapendana sana, lakini mwisho wa siku kama una pesa hauna maokoto, huyo mwanamke lazima akuache kaka, na utaangukia katika kukosa amani. Sasa mimi utajiri wangu utokana na biashara haramu. Utajiri wangu unatokana na chama, na iko chama ndo kinafanya mimi niwe hivi tajiri. Sasa nitakupeleka katika iko chama, na baada ya kuingia katika iko chama utapewa masharti, na ukitimiza hayo masharti unakuwa tajiri. Tajiri Matula, yaani masharti chama? Anyway, tukutane kwenye wakati wa kwenda kwenye chama. Mama, kuna kitu nahitaji tuongee, na hicho kitu chenyewe kinamhusu tajiri Matula. Ni kitu gani hicho mwanangu? Unajua mama, alipokuja kunisalimia kule ndani, yaani kuna jinsi alikuwa anaongea, alikuwa laini, yaani nashindwa nikutafsirieje. Yaani mimi nahisi kama kuna vitu haviko sawa. Hapo tu mwanangu ulipofikia tayari nishakuelewa. Unajua kwa sababu gani? Watu kama wale ndivyo walivyo. Yaani mtu yoyote mwenye hela, yaani lazima akiongea, yaani maneno yake, mwili wake lazima nyumburuke. Si umenielewa? Basi unataka akija pale unataka ongea